Unaweza fanya aje mapenzi na mtu hujui? Hao watu hapo huja watu tofauti hapa baharini. Kuna kama mimi ni mfanyikazi hapa binafsi, mimi huwa narauka asubuhi mpaka jioni. Kuna watu sio wafanyikazi hapa na wajua bahari ndani na nje, wazaliwa Mombasa wakati. Sasa wakija hapo kukutana na wageni, hawajui kuogelea, wazungumza, wakaona urafiki. Sasa baharini kulingana vile watu ambao wavaa, wageni wengine wakija wavaa bikini. Vitu kama hivyo na mvulana anavaa short, napata kwa mgongo wazi, watu wanaenda tembea huko ndani, wakaongea kanini. Sasa kuna vile mnashikana mkiogelea. Wewe unamfundisha kuogelea? Kama hivyo sasa za kuona mfundisha kuogelea. Sasa katika kufundisha kuna sehemu utamshika, ni bahati mbaya. Ni mkono kuteleza. Mkono kuteleza. Ndio unapata damu inachemka mkono kuteleza. Mkono ikiteleza damu inachemka. Na mahali ambapo kuna mwanamke, mwanamume, kuna na shetani. Shetani huwa kazi yake anamtafanyeni sasa. Welcome to Promito Limited. My name is Jimmy Kahuni. We have good news for you. We are giving you 70% house financing for all your house projects, whether it is rentals, residential, apartments, boundary walls, whatever it could be. All you need to do is to open a construction account and give us a call 0729 506 506, or you can even write to us info@promitolimited.com, info@promitolimited.com, and you open a construction account with us. We will fund you. We want to convert all the plot owners to become homeowners. Please give us a call at 0729 506 506, or write to us info@promitolimited.com, info@promitolimited.com. Thank you. Thank you. Nĩndakũgeithia mũrori wakwa, njoke ngũnyite ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya mũthenya ũmũthĩ. Nĩnjĩtwo Ngũgũ wa Karanja MC Mũmbũi wa mbere ya Marigũ, kĩnyamũkĩre mwaka ĩmwe kumagia kaunti namba 1 gũkũ gwĩtagwo Mombatha. Ndĩraria ndĩna hinya ũguo nĩgetha mwalimu wa math ajue. Ulisema sitaenda mbali. Hapa ni wapi? Nirehete uguo. Ulisema sitaenda mbali. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni Beach Boys. Hapa ni wapi? Tuko hapa Mombasani. Mombasa, Lamu Tamu, Nairobi, Ulaya. Kisumu ni tiagas. Kisumu tiagas zote za Kenya zinamalizika. Tuira sio aprobito tugeithia utaranyitana. Nairobi, Ulaya, barabara, Lamu Tamu, Kisumu tiagas. Nairobi, Malaya. Najua huyu anaishi Nairobi. Malaya, Nairobi. Ni hivyo. Ndio disclaimer. Ozio tiborogamo wa TV ya Ngũgũ Agency. Tajiri ni Malaya. Matajiri wengi. Na Mombasa? Mombasa starehe. Starehe na raha tupu. Sasa wale watu wako na mapesa wanakuja huku. Watu wanakuja. Na Lamu? Lamu Tamu. Ukienda utoki. Ukienda utoki unapata Aisha, unamalizika huko. Ukienda mpato Marilali, ukienda Lamu. Nini huwa inawafurahisha sana huko? Utamu hiyo iko wapi? Utamu iko ndani ya maji. Haya, tusalimie Jimmy. Salamu kutoka hapa Mombasani, baharini yenyewe tuko hapa na Omari mwenyewe na Sleiman wametujoin. Tuko hapa Mombasani. Karitu mathire ku. Athira ku ataka kuria gati. Turi hamwe andũ aya tugacoka nao. Ngora kumugeithia muno erori ya tabarĩra ĩno ya Ngũgũ wa Karanja ya rugendo rwa Karitu, Kahuni, Mombasani. Nĩ macerete gũkũ. Mũre karibu muno. Ithuĩ tũrĩ kũrĩa kwa Promito no tũrakĩra andũ nĩ twĩrĩte mũndũ kwenda gwaka. Rĩu mĩrango nĩ open na tũrakwĩra wewe wethe 30% na ithuĩ tũkũhe 70%. Wambĩrĩrie na kũhingũra construction account, na after that wambĩrĩrie gũsave pore
akondo ina 30% irio hamwe riu tugwakira andu aria othe muonaga tugiakira process ino yo simple tukuhe mbeca icio ingi na tukuhereria murigo ucio ungi inde tugwakagire riu yo gitugianage na maundu macio mangi mothe riu ri kira gatuma ni tukoretwo tugika rugano channel ini ino ya uria andu macokete guku beach ni na makanyitwo kia hinya na ni tugite na andu meikuigana na ago confess riu no family ya murio family no kwina andu ingi muno meguikuruka guku Christmas na no ni wega kumahari nigetha matikane kore moko-ini maria matagirire guku ni ukugwirwo guku ni ukugwirwo guku ni ukugwirwo andu menye ni wagwirwo na kile ndakuhe andake riu makuhe horo wira ni marutaga wira hati mundu ungi wira ucio ria marutaga makwire wega kahora makwire taruo mundu ni akwira ni andu aigana atindike na kaire wona guti mundu ndikoragwa ti bara ni hari okinyithitio ni orauga riu ndikwenda undu ungi Joyara uguo niturekia rugendo akoro ndikuo karibuni sana. Sasa hapa tuko na Omar na tuko na Suleiman. Omar atatuambia majina yake yote kabisa kamili, ile kazi anafanya hapa Mombasani. Yeye alianza hii kazi kivipi? Yeye huwa anapata wateja kutoka wapi na wapi na wapi na ameifanya kwa miaka ngapi? Wakia pia na Suleiman pia atatuambia vile kama amepata uzoefu wa kufanya hii kazi. Wanaongeaga lugha gani na wale wenye hawezi ongea hii lugha yenye tunaongea hapa. Wazungu. Yeye huwa kama anaongea Kiitaliano, Kizungu, Kijerumani, Kiujerumani. Kuna shosho wa Kikuyu anakuja huku. Hao watu wa Nairobi wengine wa Nairobi. Mnaongea lugha gani, naenda aje? Sasa jitambulishe. Maybe before atusalimie tuwaulize huwa tunasikia watu wakikuja huku wanalipua kule ndani. Ni ukweli ama si ukweli? Nataka useme ndio ama la. La, hakuna kitu kama hicho. Ndio ama la. Kwa hiyo kitu kama lakini kuna venye vile kunaendanga vile. Huku hakuna kurepiwa, lakini kuna mapenzi huendelea ndani ya maji. Watu fanya mapenzi. Lakini kwa kupendelea wenyewe. Unaweza fanya aje mapenzi na mtu hujui? Watu hapa huja watu tofauti hapa baharini. Kuna kama mimi ni mfanyikazi hapa binafsi, mimi huwa narauka asubuhi mpaka jioni. Kuna watu sio wafanyikazi hapa na wajua bahari ndani na nje, wazaliwa Mombasa wakazi. Sasa wakija hapa kukutana na wageni, hawajui kuogelea, wazungumza, wakaona rafiki. Sasa baharini kulingana vile watu ambao wavaa, wageni wengine wakija wavaa bikini. Vitu kama hivyo na mvulana anavaa short, napata kwa mgongo wazi, watu wanaenda tembea huko ndani, wakaongea kanini. Sasa kuna vile mnashikana mkiogelea. Wewe unamfundisha kuogelea? Kama hivyo sasa za kuona mfundisha kuogelea. Sasa katika kumfundisha kuna sehemu utamshika, ni bahati mbaya. Ni mkono kuteleza. Mkono kuteleza. Ndio unapata damu inachemka mkono ukiteleza. Mkono ikiteleza damu inachemka. Na mahali ambapo kuna mwanamke, mwanamume, kuna na shetani. Shetani huwa kazi yake anamwambia fanyeni sasa. Na sasa wewe si umetuambia haifanyikangi na sasa imefanyika? Hiyo ni ile kuteleza. Hiyo ni ya kuteleza. Sasa uone hivi vile ambavyo tunaona matokeo yanatokea. Watu yani wanakuja hapa, wanaanza polepole tu hivi polepole, mara wanasahau, wanaona kama wako nyumbani. Nakuta watu wameshikana, tafikiri ni kasa. Kumbe binadamu wanakulana kwa maji. Sasa tusalimie, sasa tutakuuliza haya maswali mengine. Jitambulishe sasa. Mimi kwa majina naitwa Omar Muhaji Omar. Mimi ama unaniita Captain Sela. Mimi ni mfanyikazi wa hapa, niko na kama miaka 14 nifanye kazi na nafurahia kazi yangu, naipenda kazi yangu, lakini kuna vile watu hawatuelewi sisi, tuita majina mabaya, lakini si watu wazuri, watu wa baharini. Nyinyi ni watu wazuri. Tunapenda kazi tu. Watu wanaita majina kama gani? Watu watuita majina mengine beach boys. Beach boy kama mimi ni captain, mimi si beach boy. Beach boy ni mtu ambaye anakuja kushinda hapa, ana profession yoyote ya kutumia. Pengine yeye tu ana shule yoyote, alagai watu na mdomo tu. Lakini mtu kama mimi, wewe ni kapteni mzima. Wewe umeshuhudia shughuli yangu. Nimeona kazi yako nzuri. Sasa ndio uzoefu wangu. Si tusalimiwe na Suleiman sasa, utusalimie na wewe pia ujitambulishe wewe.
Mimi kwa majina naitwa Suleiman Juma Abdalla, na jina ninalotambulika sana kwa hapa public ninapofanya kazi naitwa Captain Zaga. Captain Zaga. Captain Zaga. Mrefu sana kukaa hapa na uzoefu wa kazi na uzoefu wa kazi na kudili na wageni, difference ya wageni hapa, kwa sababu ni shughuli yangu na nafanyia hapa. Wewe unaelewa kuogelea? Naelewa kuogelea, naelewa kufanya fishing. Na naelewa kufanya vandarum, kutembeza mgeni bila boat na akaenjoy akaona hivyo vitu vyote. Kwa hivyo wewe ni lifeguard? Mimi ni lifeguard, ni fisherman, pia ni captain. Unaweza endesha na uguide watu mpaka kule. Tena mwenye experience zaidi kwa muda mrefu. Sasa hizo story tumekuwa tukisikia juu, pia Jimmy ningetaka asikie ya kwamba nyinyi wakati mtu anakuja hapa mnamwazianga hapa mahali tuko, mnampaka mchanga, mkimguza sehemu nyeti ndio kumwasha moto. Sasa hapo umuhimu wa mchanga ni nini? Umuhimu wa mchanga ni nini? Mchanga kulingana vile mahali ambapo mazingira yetu ya baharini, si hutumia mchanga kuscrub ngozi, kutoa ongo, Kiswahili inaitwa ongo, ule uchafu uko kwenye ngozi ambao hata ukisugua hivi sengine unaweza unatoka vitu vyeusi. Si nafasi ya kuanza kuguza ngozi? Si nafasi ya kuguza. Na ukiguza ngozi shetani anaingia. Sasa ukifanya vitu kama hivyo unapata mtu anashindwa kustamili, anasikia utamu. Akisikia utamu sasa wengine anakuomba. Anakuomba kuomba aje? Anakuomba akwambia sasa usimalizie ile ulichokianza. Kwa sababu utamscrub sehemu ambazo hajaiskrabiwa. Na sehemu zingine hazigusiki, kuzigusa moto na waka. Unapata mwili umechange tayari hapo. Wakuta wewe unampeleka hivi na kupeleka hivi. Wacha sasa tuongee kwa mfano sasa. Wewe ushaijipata mahali kama hapo? Mi nishawahi kufanya scrub, lakini naangalia ni mtu gani ambaye anafanya scrub. Ni mtu ambaye tumeelewana naye. Kisha paka niridhike mimi mwenyewe. Ushaipata mgeni na kuja sasa na kuambia sasa mscrub? Unamscrub? Namscrub. Mnaingia kwa maji? Kuna maripo yeyote ya kuscrub? Wajua ni kuscrub unalipwa. Ni vitu ambavyo watu wakienda kufanya saluni wale pesa mingi. Kwa hivyo hata hapa pia anafaa kulipa? Hapa anafaa kulipa. Sasa tungetaka sasa utupatie mfano yako. Hivyo unasema mtu anakuja hapo unamscrub, unaenda sasa unamguza. Kabla hata ufike hapo, so unaanza kumscrub pole pole. Mgeni amekuuliza muanze kumscrub ili aanze kuzoea. Hapa aanze kusikia kama ako kwamba baharini, kwa maji, kila kitu, mwili nini. Wajua ataka uelewe mtu. Kuna mtu weza kaja akawa amejika kishima, hata wewe ukimscrub mwenye roho yako unaogopa. Lakini kuna mtu anakuja tayari anakuita, anakupigia kengele. Tayari. Unamscrub wapi? Kila mahali ambapo unaweza. Ubakishi kila mahali. Pale mahali ambapo ataridhika yeye mwenyewe. Bora tu ukimpelekea mkono hapa anaridhika. Bora tu mchanga ispread kwa mwili. Sawa. Kwa sababu kama akikataa itakuwa ni umelazimisha, na kulazimisha kitu si vizuri. Sasa kama ataridhika ni matako, pia utasugua. Kama umependa wewe pia. Sasa ningetaka sasa wewe Suleiman tuambie hizo story ambazo huwa tunasikia. Wewe ushaijipata mtu kibahati baya ama mmesikizana kwa maji? Unaongea ukweli? Nishawahi kwenda na mama kwa maji. Nikafanya scrub, nikamwogesha, nikafanya scrub. Mlianza hapa? Tulianza kwa kuogelea mwanzo. Tutakuogelea tukaja kwa sun scrubber. Kufanya scrubber, kapata mama ananiuliza, nasikia hapa baharini pana tabia ya kuwa watu wanaingia na wanawake wanafanya hivi. Nikamwambia hiyo inafanywa, sio kwa haifanywi, inafanywa. Lakini ni maelewano ya wale wanaofanya. Sasa mama akaniuliza, kiwewe unaweza ukafanya vitu kama hivyo? Nikamwambia sasa mimi na wewe ni maelewano yetu baada ya hii biashara. Si nimekueleza niko biashara. Sasa ukisema tufanye biashara na baadaye tufanye mambo hayo, hiyo itakuwa ni biashara nyingine. Tunamaliza yetu ya biashara na tunalipisha ingine kama kawaida. Lakini kwa upande wa biashara kwanza tufanye biashara mwanzo ya watoto wapate maziwa, alafu hii yetu sasa ni ya starehe, tutaifanya vile. Sasa kulienda aje? Wewe tupe story. Si umeamua kutupatia story, tupatie story. Sasa kulienda aje?
Sasa mama anataka na yeye ajaribu kwa sababu ajui vipi watu wanafanya vipi kwa maji. Mtu akishangaa anashangaa kwa maji, mtu atafanya vipi sex. Akataka na yeye ajue ni vipi nafanya. Kwa hivyo unaingia kwa maji zaidi kabisa, unaondokea mahali watu wengi wako. Sasa ulimpeleka wapi? Kuna place kama za sehemu ile umeogelea, unapata sehemu ni mchanga mtupu, ni sandbar area. Ni place ni kama natural pool. Unapata sehemu zina hizo masigras, unapata hizo sehemu ambazo zina changa. Sasa mnaenda ogelea hapo. Sasa ukampeleka hapo. Hapo mnaogelea na mnafanya shughuli zenu. Ulimfiatua? Piga risasi zangu hapo, kamaliza risasi. Alshababu bado wako, mimi risasi nimemaliza. Kabidi sasa narudi tena kambini ya mirisasi. Alshababu kwa sababu nimebakisha hapo, basi risasi zinataka. Kwa hivyo ushaijipata wewe? Shaijipata, hata sikutarajia uko ndani. Wewe tupe story sasa wewe. Wewe ushaijipata wewe? Nishawahi kukimbia kabisa. Kulienda aje? Kwa sababu sikuridhika na mtu alikuwa anishinda umri, kwa sababu sometimes niko na heshima. Mimi mtu akinishinda umri wasiwezi dili naye. Tumeenda huko kuogelea. Mwisho amekuwa sahi ananiambia kijana amefurahi na services za kuogelea mpaka anauliza kama ananiambia kijana, mimi niko na mzigo sana, utaweza nitua? Na mwisho mzigo gani hata sioni kichwani. Kwa siku mingi mimi bana, mimi sijawahi shirikiwa na naona kama wewe, nikamwambia heshima yangu. Lakini kuna yule ushaishughulikia? Saizi yangu mimi mara mingi sana. Ti mara mingi? Hebu kutupatie kama story sasa. Kwa sababu kabla sijaifanya kazi hapa, mimi pia nilikuwa nikija. Umeona hii si kwa watu wafanya kazi, kwa watu wa Mombasa wote. Hata kwa mgeni, umeona mgeni tayari. Umeona wewe mwenyewe ukija hapa siku ya kwanza, ukivaa kinyasa ukitembea uko utapata mrembo, utaanza kuogelea naye. Unaanza kuogelea naye utasikia utamu. Siku ya pili ukikuja utajipanga wewe ni mwindaji kabisa tayari, utataka kurarua kabisa. Hebu tupe kisa moja ambayo ilikupata sasa. Kisa ambayo kunipata kibahati mbaya. Kibahati mbaya. Kibahati mbaya. Kibahati mbaya, kibahati nzuri, msichana kuja holiday akanipenda. Kabidi hivyo ndo kumaliziana tu kabisa. Ulimpata wapi? Sini hapa nikiwa kwa kazi, nimempeleka na boti huko, nikaenda swim naye huko. Akifika huko akanambia najisikia siku mingi sifanyi shughuli, mimi nafanya kazi tu. Nasikia magoti imejamu, kiuno imejamu. Ati kiuno imejamu. Kila mahali imejamu. Sasa wewe ndio ulikuwa unafungua jam. Sasa mimi kila mahali mimi nilikuwa nilegeza. Nilikuwa traffic mara hiyo. Unajua kuna semekananga ya kwamba sasa ati nyinyi watu wa beach sasa wakati unafunza mtu kuogelea, unamchukua, unampeleka, unamuondoa kwa watu ambao wako karibu na yeye. Unampeleka pale ndani. Sasa wewe uko nyuma umemshika yeye anaendelea mbesa, atasikia imeingia ndani. Urongo. Hiyo ni refu. Kuna watu wanafanyanga hivyo. Hakuna kitu kama hicho. Kama mimi tayari mimi binafsi nikiona mtu yani anasumbua mwanamke kwa maji na yani mwanamke hataki story zake, mimi kama mimi tayari mimi hatari na deal na huyo mtu. Kwa sababu hiyo ni harassment hiyo. Ni mtu haja kusikiliza wewe, unalazimisha mtu kwa karibu naye, wewe atukubali. Hapa baharini kitu tunafanya ni usalama sisi. Sure wageni wetu wakija hapa wanakuwa safe. Kama kuna usalama hamna kazi. Sasa hatutaacha mtu anajisiwe ndani ya maji. Vitu vingine vinaendelea, ni watu wanaelewana. Kwa hivyo sasa ukipata watu wanafanya hivyo, sasa utauliza kama wameelewana ama utaangalia nini? Mimi nishawahi kupata mgeni amekuja na bibi yake, tukaingia naye kwenda kwa maji huko ndani. Alipofika huko tabia ilibadilika kuwa kama mtu wa Mombasa. Ameacha bwana yake. Ameacha bibi huko, amefuata wanawake wengine huko ndani huko. Ala. Ikabidi anilipe nifanye siri nisije kusema huko kwa bibi yake. Akakulipa. Akanilipa ile twende nitakunulia chakula, nitafanyia hivi. Kaona huyu ananilipa nisije. Kwa hivyo kama hivyo mimi nimekuja hapa na sina mpenzi, nimekuja naye, nikitaka mpenzi nitampata huku tu kwa maji. Utoshi. Kwa sababu huku kuna kuja watu kutoka Nairobi, Naivasha, Nakuru, Kisumu, watu wote wanakuja hapa. Kama sasa skuli zimefungwa na wasichana
Wako na dry spell. Sana siku hizi ni ulimwengu wa washarati. Kila mtu ni mwasharati. Hapa si kanisa. Ni watu wagani hao? Ni watu kutoka wapi mnapata hao ndio wako na hamu sana? Watu wa kutoka bara wako na washarati. Kwa sababu watu wa bara wewe utajibeba na kapoli yako. Uje hapa na unajua usikia zile sifa za kuwa watu wanafanya hivi na hivi. Sasa wewe mwenye umejibeba na mrembo wako utataka kutafuta guesti, utataka ukatumie hapo na wewe pia ujue wanafanya vipi. Wengine hata anakula bibi zao hapa. Mtu anakuja na bibi yake. Kuna mwingine anakuja na bibi yake. Analani siku hiyo anaona mtu anaikuwa hivi naye. Kwa sababu mtu wekwa kwa flota kalala flota. Unajua binadamu ni watu wa kulala. Ndio sasa hebu tuelezee tujue, unajua sisi hatujazoea kukuja huku. Mtu anafanyanga aje ndio ifike hapo? Ngoja kwanza. One gwa mweka tafarira ile ingi. Dekwa jarada to. Ndetekera dingi hota tuthie mbere. Endelea. Watu ambao wanafanya hicho kitendo ni wale watu hawapo kazi, wamekuwa. Hebu mtuelezee ndio tumalizie. Sasa unajua sasa kuna wageni wataanza kuingia hapa juu sasa Christmas sasa unaweza advise mtu aje sasa akikuja huko? Mimi kwa advise mtu, wewe kama ni mtu wa heshima, eka heshima yako hivyo, utapelekwa kiheshima hapa. Ukija kama wewe mwasharati, utakuta washarati wa Mombasa hapa, utapelekwa kiasharati. Wewe ungesema aje Suleiman? Hapa ningesema wageni wakija, sisi wenyewe wafanyikazi wa hapa ndio tuwe karibu na wageni wetu, tuwaeleze rada za hapa inaenda vipi na wao wajikute sehemu zile njia ambazo ziko straight. Yes. Jimwe na kiulia tolekie. Niye na kiulia. Kuna wasichana special. Wanatoka huko ma street, si wafanyikazi wa hapa. Wanatoka huko ma street. Wanakuja winda huko. Wanakuja kuida majamaa. Unaingia peke yako na kuna yule msichana naye ameingia peke yako, anaswimu hapo, naona swimu hapo. Polepole pale mnasalimiana polepole kidogo mmekuwa pamoja. Suleiman, nikuulize. Ndio. Naona wale wasichana wazungu wakija hapa kuna vile wanawapenda sana. Sana tena. Wewe unajua kuongelesha lugha gani na gani? Mimi sana wazungu. Sana nategemea kama ni Mjerumani nitaongea Kijerumani. Kama unajua Kijerumani? Moja hivi. Unaweza ongea? So hivyo naongea moja. Kiitaliano? Si sana vile. Lakini kidogo. Kizungu uko sawa? Kizungu kiasi. Kwa nini hao wasichana wazungu wanawapenda hivi? Cause wakija hapa tunawaona kwa mapicha, video, kila mahali mko pamoja, unaona ameshikilia Omari. Wasichana wa kizungu wakitoka huko kwao wakija huku sehemu zetu za Kiafrika huwa wanapenda sana Waafrika kwa sababu Waafrika wana joto jingi kwa mwili. Ni mtu ambaye ana 100% akimshika anajua nimezuiwa. Ama kifupi mtu ambaye anafanya kazi baharini, huwezi pata mtu ni dhaifu ambaye anafanya kazi baharini. Hata huyu unaweza muona ni kafupi lakini huyu ni kama ni kangoli. Huyu ni kama mashini kwa kusukuma. Sasa unapata wageni wakitoka nje wana Hebu niwaulize sasa tumekuwa tukiongea watu wa huku Kenya. Pia wazungu wanafanywa hivyo? Wazungu ama ndio sana. Kitambo hapa ilikuwa wakati mimi ni mdogo hapa ilikuwa watu wafanye na Afrika, walikuwa wakifanya kazi na wazungu. Sasa mambo ya kustare ndani na maji ni mambo ya kizungu. Ni mambo ambayo yameanza na mababa zetu na wazungu. Yaani si kwamba sisi ni walimu, sisi tumekuja soma tu. Kwa hivyo nyinyi ni kuendeleza kazi. Kwa sababu zamani hao Afrika wote tunaona watu wengi wote hao. Sasa alikuwa ni wazungu. Sasa kama vile nikipeleka mtu kwa maji napeleka mzungu kwa maji. Ukijidanganya tayari utanaswa. Sasa tunaona mitego, for example. Hujatupa mshipi, samaki amekuja. Naomba nitubie security hapa. Hapa si abuki. Kago tigao. Sasa na kwa nini ni wasichana wadogo? Na pia kwanza Omari, ili ujibu zote mbili. Kama kiwango gani ukiangalia kama wageni kama 5 ni wangapi utapata kuna ile sehemu pia ya starehe?
Inategemea. Kama mimi mwenyewe binafsi siko kistarehe sana. Akili yangu iko kwenye kazi, lakini utapata ni kama wangapi kwa wageni kama wako 5, ni wageni kama wangapi utapata wao walikuwa wanataka pia starehe? Ni vile hauku ukija kama kumekuja watu ni wasichana tu wanafanya kazi tu, yani ni wasichana, si watu wa kukaa kwa manyumba, ni watu wanafanya kazi. Ukiwapata watu kama unaweza kutafuta kama wanatafuta bwana, hata si hapa wanatachukua hata mabwana za mitaani, wavulana mitaani kwa club walete tu hapa. Sasa kiufupi mbona hapa ni mahali kwa kuingia watu wamechoka akili zao, wamekuja kutafuta starehe. Sasa wakija hapo wanakutana na watu kama wao, yani sasa hiyo wanahudumiwa vile ambavyo natakiwa. Yani kuna mtu ambaye anakujanga huku beach kwa sababu anatafuta mapenzi. Wacha mapenzi, anakuja kutafuta amani. Kwani mapenzi ndio iko na amani? Wacha hapo sasa hivi. Ukipata amani ndio umepata mapenzi. Sasa katika mtu kuja yeye amekuja yeye apate amani, aogelee, alale kwenye jua. Na nakuta yani ako peke yake. Sasa anatafuta mtu kidogo ambaye atamuongelesha, atamlainisha viungo, kiuno, mabega. Sasa unakuta hivi, hata kuna watu wengine wanakuja holiday, wanaolewa Mombasa, wanaenda zao. Yani basi ngapi zinabeba mamama kutoka huko mabara, mamama tupu wakija hapa, kila mmoja anapata. Hebu kuja utueleze. Alafu mama na unajua hao maswali yako mimi nayapata vizuri sana. Ningependa tuongee hivi kwa sababu gani? Most of them wanaenda wakiharibu CV kuhusu beach yetu. Mimi kama lifeguard siko mimi peke yangu, tuko wingi. Lakini huwa wanasema kwamba kuja beach kuna watu wale wasaidizi wa kupeleka kwa maji, wanakuchukua wanakupeleka. Ongeza sauti kidogo, ongeza sauti kidogo. Wale watu ambao wanasaidia kwa maji, wengi wao wanasema wasaidizi wa ndani ya maji ni wabaya. Wakipata mwanamke wanamchukua wanampeleka wapi? Ndani ya maji. Ambao sivyo venye vinafanyika. Sisi kama lifeguard, sisi tumetoka katika rescue pale, tuna ofisi yetu ya rescue team iko pale na tuko na uniform. Tunavaa za lifeguard na hiyo ni kazi yetu. Sisi kupeleka kwa maji mtu kumchunga, sisi hatu tunapeleka bure, tunaelewana. Bei ya maelewano. Na tukifika kule tuko kazini. Kazi yetu ni kumchunga mtu, kumfundisha na kumwambia aende aone yule mzee. But kwa sababu hii beach ni public beach, mtu yote ana uhuru wa kutoka kwenye ametoka na aje. Ule ako na macho, ule ameenda hivyo, ule ako na macho ndo anilipe. Mwambie huyo macho akulipe. Nataka nikueleze kitu, at least hata ukienda kuangazia wale wanakuja wanatuharibia CV kutegemea na hii Jomo Kenyatta public beach ambao kwa majina maarufu inaitwa Pirates Beach. Sivyo venye vinasemekana. Lakini ushaiona instance kama hiyo imefanyika? Instant inatokea kwa sababu gani? Inatokea kwa sababu most of them wenye watakuja hapa wamepata scandal kwamba mtu ukishapelekwa kwa maji unafanywa kitendo cha ajabu, kitendo ambacho mtu hajapenda. But huwa sisi lifeguard ambao sisi tunasaidiana kwa maji. Unajua wakati kuna watu wazuri hakuna pahali hapo kosangi watu wambaya. Hilo nalijua, ndo nataka nikuelezee kwa nini hizo scandal huwa zinatokea. Zinatokea kwa nini? Zinatokea kwa sababu gani? Most of them wakikuja hapa akiambiwa nikupeleke kwa maji na we hajui kuogelea, especially mtoto wa kike. Yeye anafikiria pengine akipelekwa kule ataenda fanya kitendo kibaya au atapelekwa deep kwenye haizi simama afanye kitendo kibaya. Na kumbe si ukweli. Kumbe si ukweli. Vitendo kama hivyo vinatokea kwa wale ambao hawataki kulipa mtu wa kumchunga. Kwa sababu sisi tukikuchunga we kwa maji tunafanya kwa mwanamke, kwa mwanamume, kwa mzee, kwa kijana. Kumchunga na kumfunza na mnaelewa ni nani mbaya, ni nani si mbaya, ni nani wa kazi, ni nani si wa kazi. Hilo tunalielewa kwa sababu watu wafanyaji kazi wa Jomo Kenyatta Public Beach wote wako kwa sako na wako na uniform. Sasa mnafanyanga aje ndio kuzuia hao wabaya wasikuje? Kuzuia hiyo mabaya nutumie pesa yako kukinga mabaya yasitokee, hazin for security, kwa sababu wale ambao wanatokewa na hizo vitendo zinatokea kwa sababu more wa kitaa wakikuja public beach kuhafani kama vile kuja kuswim, yeye hayuko kazi. Hata wewe unaweza kwa beach board. Unajua kwa sababu gani? Ukikuja hapa ukivaa short yako na kinyasa mtu hakujua, atakujua wewe ni wa hapa na utamconvince kwa sababu mimi nimemwambia namlipisha na wewe humlipishi, atatengeneza urafiki na wewe kwa sababu hataki Ngoja kwanza. Kwa hivyo Kenya unasema ni kama mgeni akikuja hapa kama anataka kuogelea na hana ule uzoefu wa kuogelea,
akuje kwanza aulize nani ako kwa sako. Lifeguard mwenye ako kwa sako. Yes, lifeguard wote wako kwa sako kwa sababu huwezi kwa lifeguard kabla haujaenda training. Kwa hivyo mtu akisema mimi ni lifeguard unamuuliza wewe ni wa sako gani? Yes. Kama si wa sako unajua huyu si lifeguard. Si lifeguard. But most of them wanatumia hiyo jina kwamba mimi ni lifeguard nitakufunza kuswim wakati yeye hayuko kwa sako. Unaelewa? Hanaga uniform, hanaga namba na hajui yuko kwenye sako gani. So wale wengine ni mamoriomori wa kitaa kama makanga, kama mtu wa mtaani amekuja hapa, ana take advantage, anafundisha wanawake peke yake kwa sababu maybe nimekwambia ni shilingi 500 au ni shilingi 600, umesema hauna kwa sababu hutaki kulipa. Ukifika kule utapata moremore wa kitaa naye anaswim, atakwambia lete nikusaidie, weka hapa, kwa sababu hutompa kitu, yeye atakuchukua atakupeleka huko ndani afanye kile anachokitaka kwa sababu hakuna chochote, hakuna pesa anataka kutoka kwako, yeye anakutaka wewe. Na hakuna mtu anaweza mfuatilia juu yeye hayuko kwa ile sako. Wajua hiyo ni starehe ya mtu kwa sababu gani? Ni maelewano between ya yule mwenye wameshikana na yeye. Lakini mimi kama lifeguard nafanya kama kazi yangu kukuchunga na kukufunza ili ukitoka ule unilipe kile chenye utani. Lakini mtu kama huyo akikupeleka kule ndani akifanya chochote kibaya au pengine akikushikashika ukikataa kusikizana na yeye ataboeka na pozi lako na atakuachilia huko. Wewe unge advise unajua watu wanakuja Christmas, unaweza advise watu waje wakifika hapa? Mimi chenye ningependa kuadvise watu wenye wakikuja hapa wadili na mtu ambaye ni lifeguard amevaa uniform ya yellow imeandikwa lifeguard Jomo Kenyatta Public Beach. Hao ndo ni watu wanakupeleka kwa maji na wanakuchunga, wanakumake sure utakuwa safe. But ukidili na moriomoro wa kawaida, chochote chenye utafanyiwa usisingizie ukasema ni watu wa kufundisha, kwa sababu watu wa kufundisha huko ndani kuna wengi wenye hawako kazi. Hata wewe pia unaweza ingia kule ndani na ukafundisha mtu, kwa sababu sasa kama hajui na wewe umeingia hapa masaa usubuhi, si umejua chenye watu wanafanya, unaweza kumuonyesha? Hapana. Mimi naweza kwa sababu ni dem. Ni dem. Na siwezi ondokea dem. Sasa lakini watu wanakuwa safe mwenye analipa kwa sababu pesa ndio inafanya mtu afanye nini? Awe safe. Umeelewa? Vitu za bure ni mbaya. Jigadi kutumia pesa. Basi ukuje ukatae kulipa lifeguard upelekwe kule, ushikwe na watu mamoremoro wa kitaa ukipeleke huko ndani, alafu useme ni watu wa kusaidiana ndio wamekufanya kitu kibaya. Utasema kwamba ni hao wasaidiaji kusumisha watu ndio wanafanya nini? Kwa sababu hukumjua jina mwenye ulikuwa naye na hukumjua yeye ni nani. Na mumpata wapi? Kwa maji. Lifeguard. That is so good. That is very interesting. Sasa kama huyu anaweza kuwa kamari safi huku sana. Nani? Huyo. Wajua siku zote hatuangalii mzuri wala mbaya. Chenye kinaangaliwa sasa, chenye kinaangaziwa ni pesa. Pesa ndio inarani mfuko. So kwa mtazamo wako, muonekano wako, unaonekana kwamba uko sawa, unajimudu. Kwa hivyo mtu yoyote, msichana yoyote ana haki ya kukujali kwa sababu anajua akiwa na wewe hata kilia njaa unaweza msimamia kachipo na kuku akakula. So hiyo ni kitu ambacho anaweza furahia kwa sababu ngoja tuko na kitu tunafanya. Unaelewa? Lakini so sisi kama lifeguard tunajieleza. Hii Jomo Kenyatta ni nzuri na tuko na ulinzi wa kutosha, tuko na tourist police hapa, ni secure, tuko na tourist police wanasimamia na vile hatuja. Nyinyi sako yenu mnajiita aje? Lifeguard sako. Unaona pale tuko na hiyo bendera ya yellow na red. Kwa hivyo wageni wakikuja sasa lazima aulize how lifeguard mwenye hajui kusimu apeleko na lifeguard. Beautiful. Promito tumalizie ndio sasa tuende sasa. Konyitanire. Nadhani ile formation ya mlikuwa mnairecord, mlikuwa nyinyi mnataka kujua ni kitu gani kinaendelea. Exactly. Kwa sababu gani watu wanacomplain kabisa. So maybe mwenye ulikuwa na mhoji hakuwa the right person kwa sababu yeye haelewi tunaiti. Sasa wewe umefafanua vizuri. Hivyo vitu vinaendelea, lakini venye wanaendelea ni mamoriomori wa kitaa kwa sababu wanaitwa moriomorio. Mamoriomori wako. Ukijiweka vibaya anaenda na wewe. Kama huna ulinzi, ukikosa lifeguard na ukitaka vitu za bure ndivyo hivyo utafanyiwa. Kwa sababu gani? Utaki kulipa. Hii beach ni ya public. Hata mtu akitaa huko makanga nani na nani akimaliza kazi zake anakuja kutulia wapi? Hapa. Pirates. So wewe kama huku ana security, huku ana lifeguard, mtu atakuchunga. So utapata huyo mtu huko ndani atakwambia anakusaidia kuswim akupeleke mbali. But ukiwa na lifeguard mnaelewana, chenye mko nacho utamlipa, at least akuchunge na payment ni after service. Beautiful. Tumalizie Jimmy. Tumepata the right person hapa. Thank you very much.
Ako niguo mwikaga nyamu ici. Ni kutafuta story. Lazima utafuta story kwa sababu unajua sasa watu wanakuja. Most of them watu wanakuja hapa na vitu zao za habari, wanachukua ma wrong person, wanawaongelesha, baadaye wanasambaza habari mbaya, wanatupunguzia wageni na ni vitu ambavyo havifai. Lakini wewe umetuelezea vizuri, umesema mtu akikuja hapa ni vizuri kuuliza lifeguard ambaye ako kwa sako. Usipata mtu kwa maji ako na uniform kwa sababu hata mtu mwingine kama yoyote ule atakwambia mimi lifeguard, lakini hana uniform wala hana kibali, hana sako. So watu wengi wanatumia hiyo neno na hawana uniform wala hawako kwa sako. Umeelewa? So ukikuja ukimwona cameraman kama huyu amevaa uniform yake na umeona ako na badge zake nini na nini, huyo ni cameraman ambao yuko kwa sako. Beautiful. Umeelewa? So hizo vitu huwa zinatokea kwa sababu mgeni mwenyewe hataki kulipa. Ni sawa, Jimmy, tumalizie sasa. Tumalizie Jimmy. Thank you for coming. Umetupatia the right information. Kunyitanire. Ni rekei. Zaidi chenye mlikuwa mnataka kujua ni nini? Tumejua sasa. Na pia msiende mkaangazia kwamba hapa kuna tabia zenye zinafanyika hivi. Zinafanyika. Umeeleza vizuri. Umetueleza vizuri sasa na tumeshika. Na hatuwezi shika mtu tukompeleka ndani kabla complainers. Kabisa. Kwa sababu wakifanyana huko wenyewe kama wanaelewana, hatuwezi tukaenda tukamshika tukampeleka wapi? Ndani, kwa sababu je, mwenye kufanyiwa ana malalamishi yoyote? Hana malalamishi. So hatuwezi tukamchukua tukampeleka ndani kwa sababu hatuna complainer. Lakini ukijipata kama uko kwa mikono hiyo ni vizuri kulalamika. Ukijipata kama uko hapo na ukitoa habari zozote kwamba huyu amenifanyia hivi, tuna haki ya kumshika na kumpeleka ndani juu tuko na polisi. Tourist polisi wako hapa na lifeguard insako wako hapa. Sawa? Sisi tuko injut na sisi ndio watu tunapiga firimbi tukitoa watu 6 hapa kwa maji. Yoyote mwenye ampotea, watoto wakipotea tunawapeleka kwa lifeguard ili tutafute wazazi wao, na kama kuna mtu amebaki kwa maji ili tupate time ya kufanya nini, ya kumtoa. Beautiful. Asante sana. Thank you so much. Jimmy, tumalizie sasa. Shukrani zaidi. Niye ni detikira reke ithie na mbere na gwaka. Wiro wa mure family niye ni ndaigo ndingi uhota. Ore bolito. Niye reke tuthie na mbere na gwaka. Ketugiane na mabundi na thimiti na shuma na kigiothe. Turathie na mbere na kumurehera trip ya guku Mombasa. Ana thengi muno Francis gogwa Karaja na eroreria ku ni tondu wa unyitaniri ure mukoragwo rimwe tukehurukira tugakorwo tutari na ihenya, tugakorwo tutari na maundu maria serious, tugatiga kugiana na mathimiti, tugatiga kugiana na koroga na BQ na drawings. Riu Karitu mego kumatire menya Karitu gukwa ndaririka gwi kindu gitagwo Cosmo ati nini ariganirwo nicio na no turagethi na gucokia ngatho tukimwiraga please aikor kwanza ndikoragwo guku bururi-ini na ni ucerete witikire guka kuria wabici-ini citu mwena wa Nairobi Pension Towers uke kuria gwa Promito kana tuhurire thimu wana watuhurira thimu uke tunyitanire nawe tukite guku o guceria andu megwitwa Karitu nigetha na ithuĩ tukigĩa na ihinda rĩa gukihinga mwaka na njĩra ĩrĩa kĩagĩrĩire o tukionanga guku na gwiceranga na no tukurehe baratha guku tutanathie muno na baratha nayo ni kwenda icere guku ona kĩingangĩre maĩ-inĩ reke kamũigua chairman tuonere maĩ-inĩ reke chairman wake tuonere kenjo kĩarĩrie ndeto iria tuiguaga kĩaria basta hoere maĩ-inĩ reke master twĩtĩkie ũguo hoyaga okĩahoere guku na ndarama amĩrigithĩrie guku maĩ-inĩ tuone ũrĩa gũthiĩ no nĩ tukiugĩte please andũ matake advantage ya gwaka o tene ũrĩa kũngĩhotekeka ngwĩraga andũ aingĩ project iria tũrathiĩ tũkĩonanagia kana iria ona nyingĩ tũgwetaga na tũtirĩ ona tuonania andũ acio aingĩ gũtirĩ ndigwĩciria kwĩ mũndũ ũngĩ ũkona project icio na bei ĩyo ona mũndũ ũrĩa ũrambĩrĩria ũrĩa maica maikarĩte mũndũ ũrĩa ũrambĩrĩria project ciake kahinda-inĩ gaka ndigwĩciria ona hanini kwĩ mũndũ ona ũmwe ũkagĩa project na bei ĩyo mũndũ ũrĩa wagĩire project na bei ya August ndarĩ hĩndĩ akamĩona na hĩndĩ ya mweri wa kĩndũ wa December kana wa January kana wa New Year gũtirĩ handĩ akamwona hĩndĩ ĩyo. So it is important to appreciate ati ũrĩa ũgũka tene twambagĩrĩrie rũgendo rũu tene no gũtũgũkena kana ũguo nawe ũgũkorwo ũgĩsave cost na nĩ mwako cost ya gũsave mwako nĩ mbeca cigana ũrĩa twakarastia tigo tũrakathithia 5,000 ũrasave ti ciringi 10,000 ngiri ĩmwe ndĩngĩaka baraka ndaigua ngiri ĩmwe ndĩngĩaka thiĩ wĩrĩre kanyama
Nĩ mbeca nyingĩ mũno ũrasave. So mweri ũmwe kũ make that decision ya kũhingũra construction account as early as now. Kwambĩrĩria gũ save as early as now towards the journey. Nĩ tene mũno, nĩ kĩndũ kĩnene mũno. Ũrasave makĩria almost half a million. Tuthiaga gwĩka rĩmwe BQA. Ta rĩu kwĩ mũndũ tũkaga tũkambanĩrĩria nake ũmũthĩ agacoka agacererwo hanini. Agacoka thutha wa mĩeri 3 mĩeri 5. Kwa indo ciothe nĩ ciahaimbire. Ona nĩ wĩrigirwo gũkũ. Gũkũ ndĩrigirwo. Agoka agakora nyũmba ĩrĩa twamũheaga na 5 point rĩu tũramwĩra nĩ 6 point. Almost a million akarigwo hau. Kamwĩra I mean that's difference nini ũguo rĩ. Mara finance bill nĩ hĩtũkire, maguta nĩ makorirwo nĩ mongerereka. Materials iria ingĩ nacio nĩ ciongereirwo nĩ ciathiĩ igũrũ. Everything ĩgacenjia. Rĩu nyũmba ta iria wonaga imwe rĩ, ũrathiĩ ũgakora thogora ũcio nĩ ũcenjetie na njĩra nene mũno. So take advantage. Ambĩrĩria oro rĩu. Ta rĩu ta na ithuĩ tũranjirie nĩ wenda gwakĩra mũciari. Wetereire kĩ? Kĩrani nĩ kwambĩrĩria. Ndikuga acũe kũrekeria rani. Ta rĩu kanyũmba karĩa kanjũkĩrĩ nĩ twakokaga around 595,600. Na nĩ mwaka ũyũ. Ũmũthĩ nĩ almost kĩa kwĩũkinyia mita gathiĩ kambatĩte mũno. Na nĩkĩ by the virtue of gũkorwo atĩ maũndũ marathiĩ mongererekeire na hi mũndũ ndatikĩra advantage ya gwĩka ũguo rĩrĩa agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩka atĩa agĩka ũguo. So let's do what we are supposed to do as early as now. Na tũhote gwĩteithia. I mean some of these decisions nacio cost is a factor wagĩrĩirwo nĩ gũconsider mũno. He kĩndũ takagĩa na bei ĩrĩa ũkũgĩa nakĩo mwaka ũyũ ũtakagĩa nakĩo next year. So start your journey now. Namba cio cia thimũ nĩgetha mũndũ amenye ũrĩa join program. 0729506506 0729506506 warie na project managers yaitũ. Amwe metagwa Innocent, arĩa angĩ metagwa Linda, arĩa angĩ metagwa Liz, arĩa angĩ metagwa John. Nĩ andũ aingĩ mũno warie na wacio, warie na engineers yaitũ, andũ arĩa othe mekwamũkĩra thimũ ĩyo ũmatarĩrie makũhingũrĩre account, wambĩrĩrie gũ save, tũthiĩ site visit na tuone kĩrĩa ũrenda gwaka na twambĩrĩrie kũruta wĩra ũcio. Karibuni sana. Wewe kwenda kuandĩka email na ũtwandĩkĩre email at info@promitlimited.com info@promitlimited.com na nĩ tũgũgũcokerio na ihenya ũrĩa kwahotekeka. Wewe ũngĩhota kwĩhingũrĩra account ũthiĩ thĩinĩ wa website itũ www.promitlimited.com www.promitlimited.com ũthiĩ wĩhingũrĩre account. Nĩ ũgũthiĩ wone page ya kũhingũra account nĩ ĩrĩkũ yandĩkĩtwo hau ona home. Ũthiĩ wĩhingũrĩre account na nĩ ũgũcokerio nĩ andũ arĩa makoragwo back office, some of our project managers na engineers na QSs na architects na account managers nĩ megũgũcokeria na nĩ kuhingũrĩra account and then we start working this journey together. Mwĩ karibu mũno na nĩ tũhingũrĩte mĩrango itũ nĩ ũndũ wa inyuĩ anytime. Na tũcokagia ngatho nĩ tondũ wa ũnyitanĩri wanyu. Asanteni sana. Thank you so much wa gũcokeria ngatho cia mwanya mũno. Tũthiĩte na mbere na thabarĩ ya Mombatha. Asante. Tukambata rĩ. Tũke tũikarange gũkũ. Ako tũrateithĩkĩra oro gũkũ rĩ. Nĩ kwega. Thank you. Thank you so much. Asante. Thank you. Thank you. Rĩu anake matigĩthire kũrĩa kwĩrorera. Anake nĩ mathire makinyire maica mao nĩ mathire ũrĩa mendaga. Waigua atĩa? Waigua atĩa? Waigua atĩa?